babako. Hujafunzwa adabu wewe? Latifa. Karibu mwalimu. Asante sana. Sasa hizi mama. Nzuri tu, karibu. Sasa hapa mnaendeleaje? Nzuri, tunamshukuru Mungu. Mwanangu jamani Latifa, hakikisha kushoto unaangalia kushoto na kulia, usije ukamwagia watu mwanangu. Haya sasa leo umenimwagia mimi. Je, angekuwa ni mpita njia hapa anapita, ungemwagia ingekuwaje mwanangu? Mwalimu karibu. Asante. Mwanafunzi wangu leo sijamuona shule, vipi? Kuligote? Ni kweli lakini hayuko sawa. Kwa sababu asubuhi nimemwamsha akasema kichwa kinamuuma. Na nikamwambia basi sawa mimi natoka. Nikirudi nitakupeleka hospitali. Lakini nimerudi naona anaendelea vizuri, alikuwa anafanya tu usafi hapa. Hali ikiwa mbaya zaidi nitampeleka hospitali. Latifa, vipi unajisikiaje? Nipo sawa. Mimi nilikuja kumwangalia maana leo sijamuona shule. Nikabidi ngoja nimtembelee leo niangalie hali yake. Basi mwalimu atakuja. Nikishatoka naye hospitali hali yake ikiwa nzuri kesho utamuona. Haya sawa. Latifa, make sure ukipona uje shule, sawa? Njoo. Njoo, sogea hapa. Una bahati mwalimu wako alikuwepo. Wewe, ningekuua wewe. Babako. Una bahati umekimbia mwendo wazimu wewe. Yaani leo nakwambia ningekuvunja miguu mpaka ushike adabu mbwa wewe. Nasemaje? Ili trailer lazima nikuvunje hiyo miguu yako hiyo, mshenzi wewe. Una akili kabisa. Yaani mitoto mingine sijui imezaliwa wapi. Yaani nasema humu ndani na usirudi, mshenzi mkubwa wewe. Nitakuonyesha. Mke wangu. Wewe mume wangu, karibu. Vipi mbona unapiga makelele afu na magongo tena? Yaani mume wangu natoka tu hapa nje, nyoka katokea huko kwenye machaka wao amekimbia hapa, nimeshika gongo, yani ndo nilikuwa namtafuta hivi. Kila siku mume wangu nakwambia baba, fieka basi huku angalau mazingira yawe masafi, mwisho utakuja kugongwa na nyoka bure. Yaani leo nimekosokoswa hivi mume wangu ninavyokuambia. Mke wangu, hivi wewe una uwezo kuua nyoka kweli? Mume wangu kwenye kitu cha hatari utaacha kujitetea kweli? Nilikuwa najitetea mwenzangu. Yaani ningempata, ningemkosa mkia hata kichwa ningemgonga. Sawa. Latifa yuko wapi? Latifa nimemtuma huko lakini amechelewa kama kawaida yake mwanangu. Anavyopenda kutimbwilika kwenye michanga sasa mtoto wangu. Lakini nahisi atakuja tu muda si mrefu mume wangu. Okay sawa. Mimi njaa inaniuma, nipo ndani huko. Ndio kanaendelea chakula basi. Haya, ukila basi jitahidi kunitengenezea mazingira nisije nikang'atwa na makenge bure. Sasa leo nyoka kesho kenge mume wangu. Hilo halina shida. Mimi nitafika. Nisaidie basi kubeba hii jamani. Mke wangu, unajua bado unanishangaza sana. Hivi kwa nini unapenda sana kufuatilia familia za watu? Maisha yako ya humu ndani tu yamekushinda, unaenda kuingilia maisha ya mtu mwingine. Hivi kweli inaingia akilini? Hivi pale shule mko walimu wangapi?
Wewe ujidai kimbelembele, uende katika familia za watu. Alafu kitu kingine cha kukushauri, hizi familia za watu ni za Kiswahili. Watakuwa na wewe mchunganishi. Nakuomba uachane na hilo swala. Sijui tumeelewana. Alafu kitu kingine, yule ana baba yake, ana mama yake. Achana nao kabisa, usiwafuatilie maisha yao. Mume wangu, basi yaani jaribu kunieleza kidogo basi. Latifa ni mwanafunzi wangu. Nakumbuka hata mimi pia, yani kama mwalimu wake nakuwa naumia vitendo anavyofanyiwa. Unajua yule pale ni mwanamke pia. Kumbuka vitu anavyofanywa ni kama mimi pia ninavyojisikia kama mwanamke. Kwa hiyo lazima niingilie katika hivi vitu. Jaribu kunielewa basi hata kidogo. Hivyo hujisikii vibaya. Umekuwa mama huruma? Huruma yako hiyo ndio itakuponza. Au pale shule mnachukua tuzo ya kufuatilia familia za watu? Haya mama, mimi kwangu ni machache tu nilioongea. Ukiamua kuyasikiliza, usipoamua kuyasikiliza, utajijua mwenyewe. Lakini hili swala silipende. Sijui tumeelewana vizuri. Haya sawa, nimekuelewa. Wewe, shida gani? Mbona unalia? Mama amenipiga. Piga tena. Jamani, huyu mamako huyu. Yaani na mimi nashinda hata kuelewa kabisa. Subirini kwanza. Wewe mtoto, shida nini? Ana shida yote, amenipiga tu. Yaani mamako huyu. Mimi nimefika tu amechukua hadi kitu cha mchakali anataka kunipiga nacho. Mama nikakimbia. Sasa ile swala hili. Hapana kwa kweli. Mke wangu, sasa naona hali ishakuwa ngumu. Huyu mtoto tunamfanyaje? Ni kweli mume wangu, lakini hapa hata mimi mwenyewe sielewi. Cha msingi hapa nimeongea na Madam Witi, ipo njiani anakuja. So akifika hapa naona tutajua solution, tutajua tunafanyaje. Kwa hiyo huyo madam anakuja yeye ana majibu la kutatua swala la Latifa? Utamsikiliza akija hapa tutajua namna ya kufanya. Okay. Hatuna budi tumsubiri tu. Sasa hizi shemeji. Salama madam. Madam Mary nishafika. Kinachofuata sasa? Yaani hapa nimeshindwa kuelewa kabisa kwa sababu kama unavyoona hapo, muona yule mwanafunzi katoka kule kapigwa na mamake. Yaani hapo ipo hoi kama unavyomuona kajilaza pale. Hata sielewi nafanyaje. Nilikuwa nakusubiri wewe ufike tujue solution. Tunafanya nini? Kwa hiyo tunafanyaje hapo jamani? Mimi naomba niwashauri jambo. Kwa sababu ya kitu kimoja. Yule mwanafunzi hatuwezi kukaa naye sisi bila ruhusa ya wazazi wake. Cha kufikiria kwa haraka yule itabidi arudi nyumbani kwanza. Alafu sisi tukae chini tujue plani gani za kumtetea yule binti. Sawa. Haina shida. Mke wangu. Kama wewe mvivu sana. Yaani nimekwambia upike chakula na unaleta kuniletea chips. Mume wangu jamani, nisamee bure kwanza. Nilikuwa nina kazi, nafua, nafanya usafi. Nikajikuta muda umeenda, lakini usiku sijali. Nitakuandalia kila kitu kitakaa sawa. Haya. Tule wote basi. Mimi niko sawa. Uko sawa? Mimi nimeshakula, niko sawa kabisa mume wangu. Endelea tu. Kama umenunua simu gani? Chips yenyewe naona tamu kweli yani. Ndio maana nikakuchukulia, nilijua tu utaenjoy.
tangu nifike hapa sijamuona Latifa kuzunguka hapa. Yuko wapi? Swala la Latifa mume wangu mimi limeshanishinda. Latifa toka muda ule nilokuambia nimemtuma dukani mpaka sasa hivi hajarejea. Anacheza bondeni huko na watoto wale wa bondeni kwenye mchanga kule. Mume wangu nakumbuka kule ulidondokaga na pikipiki. Yeah. Ndio maeneo ya kule anacheza na wale watoto. Hakumbuki hata kurudi nyumbani. Hivi huyu mtoto michezo anaacha lini? Yaani michezo kaiweka mbele sana. Yaani mimi nashindwa kuelewa si nifanyeje sasa kuhusu swala la huyu mtoto. Maana mpaka dakika hii ninapokuambia sielewi. Kila siku kucheza. Na ndio maana shule anafeli kumbe. Latifa. Abe baba. Ulikuwa wapi? Mume wangu, si kwambia alikuwa anacheza kwa wenzio. Eti mama, si ulikuwa anacheza kwa watoto wenzio? Eti. Alikuwa anacheza. Eti mama. Tumeona hata hapa. Yaani anahisi tunacheza tu muda wote jamani. Ushakuwa mkubwa mwanangu, upende sana michezo. Nenda basi ndani mwanangu, sawa? Kuna chips pale nimekuandalia. Ukale, ukaoge, upumzike. Sawa mama eh? Haya. Mimi ndio maana nasema na mwanao mnawezana. Latifa mwanangu. Abe baba. Naona unajisomea. Vinaingia lakini Baba sina ndo nasoma hapa. Kweli. Sababu kwenye hilo mwanangu najua hauniangushi. Hauniangushi kabisa. Lakini mwanangu mimi kuna jambo moja nataka nilijue kutoka kwako. Kuhusu hapa nyumbani. Hivi unaishije na mama yako hapa nyumbani? Kuna kitu chochote kibaya kufanyia au kuna mambo anayofanya wewe hauyapendi? Mimi ni babako. Naomba uniambie kila kinachotokea hapa nyumbani. Sawa? Yaani Ulati akisubutu kumwambia baba yake kama namkandaga, tamfurahisha. Mtamkanda, yaani akisema tusifyoko, mtamfurahisha, nitamkanda mpaka anijue mimi ni nani, mshenzi. Ole wake anyanyue domo lake. Latifa. Sinaongea na wewe. Mimi baba, mbona na mama naishi naye tu vizuri. Tuko sawa tu. Unajua kuna mambo nayasikia huko mtaani. Hayo mambo nayoyasikia yanaonyesha kabisa wewe unaishi tofauti na mama yako, na ndio maana nikaamua nikuulize. Hamna, tupo sawa tu. Tunaishi vizuri. Ana bahati hajasema. Yaani ningemfurahisha namwambia safari. Ningemkanda. Hivi naye mwanaume ana akili kweli. Kuna kazi nayo mimi. Kama unaishi vizuri, hakuna chochote ambacho anachokufanyia kibaya. Mimi nashukuru, mimi nataka nijue hayo tu. Kwa hiyo mimi natoka.
Sawa? Kuna sehemu naenda, lakini sikai sana nitarudi. Nakupenda mwanangu, sawa? Mwanangu leo umechelewa kuamka. Halo. Ndio hivyo uchovu bwana. Pole, yani hata kofia yako hujaiweka vizuri jamani na wewe mwanangu. Unajua tena uchovu mke wangu. Pole. Nashukuru. Mimi natoka. Kuna dili nataka kwenda kulicheki pale. So unaona simu jamaa kanipigia pale. Nilikuwa naongea na simu. Kwa hiyo natoka. Na huko nakokwenda sichelewi. Narudi mapema tu leo. Kwa ninachoomba, jaribu kuandaa mapema chakula. Maana unajua, sio narudi hapa tumbo linaanza kukoroga. Ngoja kidogo. Hapana, sio vizuri. Sitaki kuja kuumwa na vidonda vya tumbo. Katika hilo mume wangu ondoa shaka kabisa. Leo mapema ukirudi tu nakuta tayari nishakuwekea mezani. Utachagua wewe ule ndo ule au unakula ndo ule. Basi sawa, mimi nashukuru. Latifa yuko wapi? Latifa mwanangu kalala. Yaani jana amenisaidia kazi, amechoka. Naona mpaka sasa hivi bado amelala, nimemwacha tu apumzike. Alinisaidia kazi mpaka nikampa shilingi 1000, nikamwambia sasa mwanangu hii kanunue japo juisi hata upoze koo. Maana kwa kweli namshukuru sana mwanangu. Basi sawa, nyinyi mnawezana na mwanangu. Kwa mimi ngoja nikuache, uandae hapa, mimi narudi sio muda mrefu narudi. Sawa mwanangu, mimi nikutakie kazi njema. Nashukuru. Ufike salama, rudi salama, mimi niko hapa nakusubiri mwanangu. Haya sawa. Siku uliojichanganya ni siku ulionioa mimi na kunificha kama nakuja kuishi na kitoto cha mtu humu ndani. Eti halale mpaka sasa hivi na wazimu. Wewe Latifa! Kubabako. Ina maana ninavyokuita usikie Latifa. Shenzi, unalala upo kwa mama yako hapa. Yaani hapa kama jeshini. Kipenga kikilia ukiambiwa chuchumaa unachuchumaa, ukiambiwa inuka unainuka. Mshenzi wewe. Kuja hapa haraka. Haya, mtoto wa bosi. Si uko kwa mama yako hapa? Au uliambiwa mimi ni mama yako mzazi? Umesahau kama mama yako ulimzika Au nikupeleke ukaone kaburi la mama yako, inawezekana hujaliona muda mrefu. Unalala? Yaani unalala mpaka sasa hivi mimi ndio niamke nikufanyie kazi? Uko timamu kweli wewe? Na kuuliza uko timamu, usinitolee macho kama ndubu. Kitu gani yani? Ulisahau nilikupa kazi za kufanya huku ndani? Sikukwambia hapa kwangu ni hakuna kulala, ni kazi mwanzo mwisho. Utalala mimi nikiamua wewe ulale. Unalala? Shenzi wewe. Muone alivyo umekaa kama kikuku kimelowekwa kwenye maji vile, kama mtu vile. Hapa kwangu nimeshakwambia hakuna kulala. Hakikisha unamaliza kazi zote na ruhusa ya kulala mpaka mimi nikupe. Niko ndani. Nikitoka nikuta umemaliza usafi, umefanya kila kitu, na kuja kukuelekeza kitu kingine cha kufanya. Sasa usifanye, takufurahisha mbwa wewe. Jamani Latifa, utaniua wewe mtoto wewe jamani. Sasa mimi kumwambia afanye usafi ndo kaniachia na uchafu hapa jamani.
Yaani huyu ni mtoto au jini huyu? Wewe Latifa, kubabako kuja hapa. Mpumbavu wewe. Unaniwekea mimi uchafu, unaniweza sana, si ndio? Unanichukuliaje yani? Fanya haraka uje hapa mbwa wewe. Nangu. Samehe baba. Samehe mume wangu. Sikukuona. Latifa huyu jamani. Amefanya usafi vizuri, nimemwambia afanye usafi. Kaacha hapa takataka. Mimi nilikuwa na mwaga mume wangu, nisamehe sana. Samehe mume wangu. Hivi wewe unajitambua kweli wewe? Na kuuliza una akili timamu?